Jana Sifuna chini yake ikatupwa tear gas. Yeye mwenyewe anasema weka blanketi, weka koti juu yake. So hata anajua ule aliweka, anajua vile ya kuzuia. Do not play with our intelligence. We have gone to school. We are not A student, but we are C+ and B+ students. Wewe unataka kuniambia ya kwamba mimi Sifuna naweza kutarajia kwamba nitatoa fedha zangu mimi mwenyewe, niandae mikutano, kisha nipige tear gas mkutano wangu mimi mwenyewe, kisha tumshike yule ambaye amepiga tear gas tumpige tena sisi wenyewe? Itawezekanaje bwana? Itawezekanaje? Tunataka kuambia ya kwamba hatutatishwa. Wakenya wana uhuru wa kutembea, Wakenya wana uhuru ya kushirikiana, Wakenya wana uhuru wa kuzungumza na kusema mambo yao. Tunataka katika mfumo wa demokrasia kila mtu apewe ruhusa ya kusema mambo ambaye anahitaji kusema ama anafikiria kwamba ni sawa kwake. So sisi tunataka tusimame na familia hii ndogo, na nataka tuhakikishie kwamba tutasimama na nyinyi, tuhakikishe kwamba Vincent amepumzishwa, kwamba haki itapatikana, iwe ni leo ama baada ya uchaguzi wa mwaka 2027 wakati ambapo tumefurusha serikali hii dhalimu. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba lazima haki itapatikana. Kwa hayo mengi, sisi tunasema tu pole na tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu aweze kuwafariji wakati huu mgumu. Ndio wewe. Asante sana. So hata siku hizi bana siwezi kunywa tu chai bana. Nimekuja na yangu kutoka nyumbani. Jana ndio wanasema wewe usikunywe ya Citizen. Unaona wakisema. Sasa nimeamka asubuhi nikamwambia wife, weka packs thermos kadogo na kikombe yangu. Ni yangu boss. Msiseme ni hapa. Tafadhali mliwache. Hakuna siku nimeitisha kuwa katika serikali ya William Ruto. Na hawa jamaa wanne ambao waliingia kwenye serikali, William Ruto alikuwa na approach yeye mwenyewe. Mtu asikudanganya ati ODM ilikaa chini ikasema by the way ni kina nani tunaweza tuma, Sifuna are you interested? There was nothing like that. There was nothing like that. Mimi ninakumbuka kabla matangazo haya yafanywe, baba Raila Amolo Odinga tukakaa na yeye, alikuwa Dubai, tuko kwenye simu. Akasema Sifuna nataka utoe statement. Manake ile picha sijui naweza hitaji. Mfumo ambao baba alikuwa anataka wakati ule. Haukuwa mfumo kwamba eti watu wachache waingie kwenye serikali waende kugula huko, hapana. Baba idea yake ilikuwa we need to stabilize the country, kwa sababu wakati huo kulikuwa na machafuko mengi ya Gen Z. Tuweze kustabilize nchi na tusikizane na hawa jamaa wa UDA kwamba kwanza baba alikuwa akisema bunge ni kama limepoteza mamlaka yake. Wananchi wamechukua mamlaka yake. Wamechukua mamlaka ya pale mahakamani na walikuwa wanaenda kwa huyu William Ruto. Sisi sote tunajua hii historia. Na akasema tusikizane na hawa kwamba we are not coming there to do anything else other than kustabilize nchi, na tusikizane timelines fulani ya vitu fulani ziweze kufanywa. Na mwisho wa hii agreement itakuwa ni lini, na tupange uchaguzi mpya ile unaweza kurudisha ile legitimacy ya wananchi kwa wale viongozi ambao wamechaguliwa. Wengine wakaona huyu mzee nyama ndio hii imewekwa hapa na anataka kuleta mambo mingi sijui nini. Wao wakaulizwa, wewe boss, utachukua hii kitu ama hapana? Mbele ya Mwenyezi Mungu, na siku moja mimi nataka hawa jamaa wa broadbase waje hapa kwenye hii mahojiano. Na wakuje na Sifuna na kila mtu abebe kitabu chake. Yaani kama wewe ni Muislamu uje na Qur'an. Kama wewe ni Mkristo uje na Biblia. Tukule kiapo. Alafu tufanye mazungumzo.